Chuo cha uhamiaji cha kikanda kinajulikana kama TRITA, yani Tanzania Regional Immigration Training Academy. Ni chuo ambacho kilianzishwa mwaka 2008 na kilikuwa na lengo mahususi la kutoa mafunzo kwa maafisa uhamiaji ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Ndio. Pengine jina lako sasa ni nani ambaye? Naitwa Hoja Mahiba, kamishna msaidizi wa uhamiaji na ndiye mkuu wa chuo cha uhamiaji cha kikanda TRITA. Pengine ambaye afahamu pengine chuo cha uhamiaji, vigezo vya kujiunga katika chuo hichi hapa ni vipi? Kama nilivyosema hapo awali, wakati chuo kinaanzishwa mwaka 2008, lengo kubwa lilikuwa ni kwa ajili ya kufundisha maafisa uhamiaji ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, na ilikuwa ni kufundisha masuala mazima yanayohusiana na uhamaji, lakini uhamaji katika muktadha mzima wa kitaifa na kimataifa. Na hivyo ilikuwa pia tunaangalia masuala ya usalama, masuala ya strategia. Kwa hiyo tulianza kwa kuwatazama zaidi maafisa wa uhamiaji ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini katika kukua kwa chuo, sasa chuo kimekuwa, tulianza kwa daraja la cheti, kwamba yoyote ambaye ni afisa uhamiaji kwa daraja la cheti alikuwa anaweza kupata mafunzo katika chuo chetu. Lakini tumeendelea na sasa chuo kimekuwa, tunaweza sasa kutoa mafunzo kwa ngazi pia ya shahada, ambayo ngazi ya stashahada tunaweza kusema ngazi ya diploma, na ni diploma katika masuala ya uhamaji, usalama, lakini na maeneo mazima ya kistrategia. Na kwa ngazi hii ya diploma sasa hatufundishi tu maafisa uhamiaji. Kwa hiyo mtu mwingine yoyote ambaye anaona anaweza kusoma diploma in migration, security and strategic studies, tunamkaribisha, anaweza kujiunga na chuo hiki cha uhamiaji. Na ili mtu aweze kujiunga na hiki chuo, vigezo ni vya kawaida. Kwa daraja la kidato cha 4, mtu anatakiwa angalau awe na D4 ambazo anaweza kuwa amesoma kwenye masomo yake ya kidato cha 4, na kwa kidato cha 6 pia mtu ambaye amefaulu kidato cha 6 anaruhusiwa kusoma. Lakini pia kwa level ya shahada, mtu ambaye amemaliza shahada nyingine yoyote kwenye masuala ya social sciences au humanities anaruhusiwa kuja kusoma diploma yetu. Kama unavyoona, diploma yetu ni diploma ambayo ni tofauti kidogo na diploma nyingine, kwa sababu sisi tunafundisha masuala ya uhamaji, usalama na maeneo ya kistrategia. Ndani ya Tanzania hamna chuo kingine kinachofundisha masomo kama haya. Ukiangalia ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, kuna chuo kimoja ambacho kiko Kenya ambacho pia kinatoa postgraduate. Kwa hiyo kwa level ya diploma hakuna chuo kingine chochote ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hivyo tunawakaribisha watu kwenye chuo chetu hiki cha uhamiaji hapa TRITA Moshi, waweze kusoma hiyo diploma, na ni diploma ambayo mtu anaweza kuitumia katika maeneo mbalimbali. Unaona nchi yetu sasa imefunguka, tunapokea wageni wengi kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kwa hiyo mtu akiwa na hii diploma ana fursa ya kufanya kazi kwenye mashirika mbalimbali ambayo yanahusika na wageni. Lakini pia tuna balozi mbalimbali hapa nchini. Kwenye kila balozi wanahitaji local staff. Kwa hiyo mtu akiwa na taaluma hii ana vigezo vya kwenda kufanya kazi kwenye hizo sehemu. Tuna makampuni mbalimbali yanajihusisha na watalii. Tuna taasisi mbalimbali zinaajiri watalii. Kwa hiyo mtu akiwa na hii diploma ana nafasi kubwa ya kuweza kupata ajira kwenye maeneo kama hayo pia. Pengine licha ya kufundisha uhamiaji katika chuo hichi hapa, tunaona pia ukitoa mafunzo mbalimbali kwa taasisi na hata wadau mbalimbali walioko nje ya chuo. Pengine hili ni kwa nini? Mbali na diploma ambayo nimeisema, tulianza na cheti, baadaye diploma, lakini pia sasa tumeona swala la ulinzi wa nchi ni jukumu la msingi la kila raia, na hili limeainishwa kikatiba. Ukiangalia ile ibara 28
Kwa hiyo sisi kama chuo tumeona kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo wananchi wote kwenye kada mbalimbali, kwenye sekta mbalimbali, sekta za binafsi lakini pia sekta za umma, kwa sababu jukumu la msingi la kila raia ni kulinda nchi yake. Sasa sisi tunapofundisha masuala ya ulinzi wa nchi, masuala ya usalama wa nchi, tunaamini tunaanza na mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, kwamba ni jukumu ambalo kila mwananchi amepewa kikatiba, na hivyo akifahamu masuala mazima ya usalama ataweza kushiriki pia kwenye masuala ya ulinzi wa nchi kikamilifu. Lakini la pili, masuala ya uhamaji ni masuala mtambuka, ni masuala yanayogusa sekta mbalimbali. Ukiongelea mtu kuhama kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, anaweza kuwa anahama kwa ajili ya uwekezaji, anaweza kuwa anahama kwa ajili ya utalii, anaweza kuwa anahama kwa ajili ya kwenda kupata shule, au anaenda kuungana na familia yake. Kwa hiyo tukiangalia kwa muktadha huu ni kwamba tunashirikiana na sekta nyingine mbalimbali, ziwe za umma ama binafsi, na ndio pia tukaona kwamba ni muhimu kwenye mafunzo yetu pia kuweza kutoa mafunzo kwa watu mbalimbali kutoka katika sekta binafsi na sekta za umma, ili wakifahamu sheria, taratibu na kanuni za kuweza kuwahudumia wageni, itawarahisishia pia katika kutekeleza majukumu yao. Lakini swala la tatu, masuala ya uhamaji, ulinzi na maeneo ya kistratejia ni masuala ambayo pia yanagusa kila mwananchi, na sisi kama idara ya uhamiaji hatuwezi kusimama peke yetu. Tunashirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, lakini pia tunashirikiana na wananchi, na hapo ndipo sasa tunagusa pia kampeni ya mjue jirani yako, kwamba ukimjua mtu aliye karibu yako, ukimjua mtu unaishi naye karibu, utaweza kujua, je, anaishi nchini kihalali? Kama ni raia, anaweza kushirikiana na wale wageni vizuri? Je, anaweza kuwatambua watu ambao wanaweza kuishi nchini kinyume na taratibu? Na kama ni mgeni yuko nchini kihalali, basi tujuane sisi kwa sisi, na kwa kufanya hivyo maana yake tutaimarisha swala la usalama nchini. Wakati wa nyuma kidogo tulikuwa na utaratibu wa ubalozi wa nyumba 10, lakini baadaye utaratibu kwa sababu ya utandawazi na nini tunaona kama umelegea kidogo. Sasa sisi kama uhamiaji tumekuja na kampeni ya mjue jirani yako, ili tuweze kujuana, kila mtu amjue mtu ambaye yuko karibu naye, na kwa kufanya hivyo itatusaidia sana katika swala la usalama wa nchi. Lakini licha haya ambayo umezungumza mkuu wa chuo, pengine chuo hiki cha uhamiaji kina mchango gani katika taifa letu la Tanzania? Lengo la msingi kabisa la chuo ni kutoa mafunzo. Na unapotoa mafunzo maana yake unawajengea watu uwezo. Wataalamu wanasema no research no right to speak. Ukipata ufahamu wa jambo maana yake unaweza ukazungumza, unaweza ukafanya mambo yako kwa usahihi. Ama ambavyo nimesema awali, sisi mafunzo yetu yanajikita kwenye swala la uhamaji, usalama pamoja na maeneo ya kistratejia. Kwa hiyo mchango wetu kama chuo, tunawajengea watu uwezo, wawe na uelewa wa masuala hayo, na hivyo waweze kutekeleza majukumu yao kimsingi. Lakini pia tumeona kwamba ni katika malengo mapana ya dira ya taifa ya mwaka 2050 kwamba watu lazima wajengewe uwezo. Shawajengea watu uwezo kuwa na yale mafunzo ambayo ni mafunzo ya kimkakati. Na sisi kama chuo, masuala ya migration, security na strategic studies ni masuala ya kimkakati. Kwa hiyo tuna mchango pia mkubwa katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2050. Okay. Pengine baada ya kuhudhuria katika semina zako, warsha zako mbalimbali, ukiongea na pengine watumishi wa serikali, hata wadau wa serikali, lakini nimeona kwamba ukitaja nidhamu ama kusisitiza sana nidhamu, pengine nini haswa asili ya kusisitiza nidhamu katika hii kazi? Nidhamu ni msingi wa kila kitu. Ili mwanadamu yoyote yule afanikiwe katika majukumu yake aliyonayo au malengo yake aliyonayo,
nidhamu ni jambo la kwanza. Na sisi kwa sababu ni chuo cha kijeshi, nidhamu ni msingi wa kila mafanikio. Nidhamu kwenye muda, nidhamu kwenye majukumu yako, nidhamu kwenye mafunzo yako, nidhamu kwenye kila kitu. Ukiweza kuwa na nidhamu, utaweza kufanikiwa. Kama hauna nidhamu, hata kama una malengo mazuri kiasi gani, hautaweza kuyafikia. Kwa hiyo tunasisitiza swala la nidhamu, kwa sababu tunaamini nidhamu ndio msingi wa mafanikio ya kila kitu. Unaweza ukawa na wasomi, unaweza ukawa na vifaa, unaweza ukawa na vitu vizuri, majengo mazuri, mazingira mazuri, lakini kama watu wako hawana nidhamu kwenye kutekeleza hayo uliowapangia, hakuna mafanikio. Ni kama chuo tunatoa rai kwamba ni chuo ambacho kipo kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana wote wenye sifa waweze kujiunga na chuo kwa ajili ya kuweza kujengewa uwezo katika masuala ya migration, security na strategic studies. Lakini vile vile tunawashukuru kwa namna ambavyo wanashirikiana na idara ya uhamiaji katika kutupatia taarifa mbalimbali kuhusiana na uhamiaji haramu na masuala mengine yote yanayohusiana na usalama. Kwa pamoja tunaweza tukajenga hii nchi kwa ajili ya usalama na maendeleo ya nchi yetu. Tunashukuru sana.